wakati ujenzi umekamilika ulionekana uhitaji wa watumishi kwenye vituo vya afya hivyo na zahanati hizo. Mheshimiwa Rais akasema ndani ya siku 100 za uongozi wake wataajiriwa wataalamu watumishi wa sekta ya afya. Hivi tunavyoongea, usaili umeanza tangu tarehe 10 wa kuajiri watumishi wa sekta ya afya 5,000, na ifikapo Januari 10 watumishi hawa tayari wataripoti kazini ili kuweza kufanya vituo hivi na hospitali hizi na zahanati zilizojengwa zianze kufanya kazi. Hili tayari limeshafanyika. Lakini alijenga shule za sekondari 1,300, shule za msingi 2,700, madarasa 79,000 katika maeneo mbalimbali. Ninyi mnakumbuka tulikuwa na kitu kinaitwa second selection, kwamba watoto wakishamaliza kufanya mtihani wanasubiri madarasa yajengwe ndo wajiunge. Alishajenga madarasa yote yale, lakini akaona kwamba shule sio madarasa peke yake, ni pamoja na walimu. Akasema ndani ya siku 100 wataajiriwa walimu 7,000. Tangu Disemba 10 usaili umeanza kila mkoa wa nchi hii, na ifikapo Januari 10 walimu 7,000 wataripoti kwenye shule hizo mpya na madarasa hayo mapya yaliyojengwa. Tena walimu wa science, na nimesema pale kila mkoa wa Tanzania usaili unafanyika pale pale mkoani. Kwenye mkoa wa Songwe usaili wa madaktari na usaili wa walimu umefanyika hapa hapa Songwe, sio Dar es Salaam. Hivyo hivyo Rukwa, hivyo hivyo Tabora, hivyo hivyo Katavi, hivyo hivyo Kigoma, hivyo hivyo Ruvuma, hivyo hivyo Lindi. Mikoa yote usaili umefanyika, wapatikane vijana 5,000 wa sekta ya afya, vijana 7,000 upande wa elimu. Hili limefanyika ndani ya siku 100. Januari wanaripoti. Lilikuwepo jambo la bima ya afya kwa wote, linatarajiwa kuzinduliwa Januari hii. Tunavyoanza Januari litazinduliwa, lianze kwa makundi ya kwanza ambayo tutaanza nayo. Hivyo hivyo na maeneo mengine. Niwapongeze Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na timu yako ya madiwani, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mkurugenzi, kwenye hii ambayo mmeifanya ya kurejesha tena soko letu ili watu wetu waweze kufanya shughuli. Maelekezo yangu, harakisheni kurejesha hili soko ili watu wetu waweze kufanya kazi. Lakini la pili, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na mkurugenzi, hakikisheni wafanyabiashara hawasumbuliwi. Nilielekeza kule Dodoma, naelekeza na hapa. Ulikuwepo utaratibu uliokuwa unatokea wa watu kuchukua bidhaa za wafanyabiashara. Msichukue bidhaa za wafanyabiashara. Bidhaa za wafanyabiashara, hiyo ni ofisi yao, huo ndio mtaji wao. Usichukue mtaji wa mtu, utasababisha shughuli yake, utasababisha ofisi yake ifungwe. Hata kama kuna jambo la maelekezo mnataka kutoa, toleeni maelekezo hayo tu. Biashara yake, bidhaa zake, mwacheni aendelee kufanya kazi. Nimesema haya kwa wafanyabiashara wa sokoni, nimesema kwa wafanyabiashara mamalishe, nimesema kwa wafanyabiashara wa machinga, nimesema kwa wafanyabiashara wa bodaboda. Kama mnadhani kuna mtu amekosea, aidha bodaboda ama bajaji, anahitaji faini ama gari, maadamu si jambo la wizi, maadamu si jambo la mauaji, maadamu sio dhamana wala ushahidi wa jambo la madawa ya kulevya, msichukue kitendea kazi chake. Tumejiwekea adhabu, tumejiwekea faini. Kama mnadai faini, huyu mtu ni mkazi wenu, mnamjua, fanyeni utaratibu wa faini lipeni. Kama tumejiwekea utaratibu, mtu akikofanya kosa tumeweka faini alipe. Hata vijijini ndivyo tulivyokuwa tunafanya. Lakini lazima tuogope kugusa ofisi ya mtu, biashara ya mtu iheshimiwe. Wengine wanakuwa hawana utu kabisa, wanakuta mama ameshapika chakula, wanasomba na masinia na masahani,
msifanye hivyo. Lazima tuheshimu biashara za watu, lazima tuheshimu ofisi za watu. Nchi hii hatutashinda vita ya umaskini kama hatutaheshimu biashara za watu, kama hatutaheshimu kazi za watu, kama hatutaheshimu mitaji ya watu. Ninyi mnaokuwa serikalini hamjui kazi wanayopata hawa watu, hamjui nguvu wanayotumia hawa watu, hamjui jinsi wanavyojitoa ili shughuli yake ifanyike, hamjui kwamba kuna maisha yanaenda kwa ajili ya kazi hiyo. Ukiikwamisha hata siku moja, umemrudisha nyuma kwa umaskini kwa hatua kubwa. Mkuu wa mkoa alisimamia hili kote, waelekeze wote, taasisi za udhibiti, usiende ukafunga biashara kwa sababu ya jambo umelielekeza. Toa maelekezo yafanyiwe kazi kwenye jambo hilo ulilotaka lifanyiwe kazi. Hivyo hivyo na kwenye maeneo yetu haya tunaofanyia kazi. Kama tuna jambo tunataka tukubaliane, tutekeleze kama tulivyokubaliana, lakini lazima tuheshimu sekta binafsi, lazima tuheshimu. Hizo ndio ofisi za watu, hiyo ndio mitaji, na wengine wana mikopo. Ukienda ukachukua ule mtaji, ukachukua ile ofisi, ukachukua zile bidhaa, unasababisha yeye huko apambane, ashindwe kurejesha mikopo. Lazima tuheshimu hiyo. Twendeni tuharakishe hili la soko, tuharakishe. Naona na majira ya mvua yameanza kuja. Mheshimiwa mbunge wa mkoa umesemea pale, na sisi serikali kuu tunapokwenda kwenye sheria hizi mpya, tunapoanza kuandaa sheria hizi mpya, tutaliangalia hili jambo la miundombinu, tutaliangalia namna ya kuweza kusaidiana na halmashauri zetu na miji yetu na majiji yetu kuhusu namna nzuri ya kushughulikia masuala haya ya kufanyia biashara. Hili ni jambo la msingi. Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa mbunge wetu wa eneo hili, endeleeni nalo. Ni jambo zuri ambalo litawasaidia ndugu zetu, wananchi wetu waweze kufanya shughuli katika mazingira mazuri. Rai yangu kwenu Wanatunduma, rai yangu kwenu Wanatunduma, tuilinde amani ya nchi yetu. Nimesema pale kona, nikasema mnufaika wa kwanza wa amani ni mwananchi mwenyewe. Mnufaika wa kwanza wa amani hapa sokoni ni wewe mwenyewe uliyeko hapa. Amani ya hapa, mnufaika wa kwanza ni wewe mwenyewe. Amani ya hapa, mnufaika wa kwanza ni mwananchi wewe mwenyewe wa Tunduma hapa. Sasa niliwaambia pale wenzenu pale kona, nikamwambia sasa angalieni hapa. Kuna wengine wamejazana upepo huko kwenye vyama vyao huko, twendeni wengine na wanaharakati wao huko, twendeni tukafanye vurugu. Yule anayekuambia kafanye vurugu, yeye yuko nje ya nchi. Ni yupi aliyeumia? Mtanzania wa kawaida, watu walio wengi, shughuli yake, kuishi kwake kunamfanya atoke afanye kazi ndio aishi. Wengine mimi nakumbuka nimeisha hayo maisha. Wengine hatakuwa hata na majiko nyumbani. Unaenda kufanya kazi ya zege, alafu na chakula huko na jiko ni huko ulipo. Leo hii mtu anakuambia naenda kafanye vurugu. Yeye yupo kule, tena yuko na chai mezani na mkate, anachagua na mkate yale upi. Yuko kule nje ya nchi. Mnufaika wa kwanza wa amani ni wewe mwenyewe mwananchi pale ulipo. Tunduma oye! Tukatae vishawishi vya wale vibaraka wanaolipwa kuvuruga nchi yetu. Tukatae vibaraka wanaolipwa kuvuruga nchi yetu. Yeye anakaa huko anakutuma wewe ufanye vurugu kwenye nchi yako. Tukatae hayo. Wao wanalipwa kwa sisi kufanya vurugu, wanalipwa kwa sisi kuuana. Kataeni maelekezo ya vibaraka wa aina hiyo. Na mimi nawajua wote. Ninyi si mnafuatilia mitandaoni? Moja juzi
ameambiwa aje basi, kama yeye anaipenda nchi aje yeye mwenyewe aongoze maandamano, awe mbele. Akasema yeye kule ameshalipwa, nyumba anayokaa ni ya zaidi ya bilioni 12. Bilioni 12 ni barabara tunaweza tukajenga bypass hapa. Yeye kalipwa peke yake ili nyie mfanye vurugu. Anasema amelipwa, anatembelea gari ya milioni 500. Amelipwa kwa nini kufanya vurugu? Na sasa hivi amekomaa kuulizia watu wamekufa wangapi. Anafanyia biashara mili ya Watanzania, kwamba wakifa wengi yeye ndo analipwa zaidi, kwamba ndo kafanikisha vurugu, analipwa zaidi. Na wengine wapo viongozi wa vyama vya siasa, vibaraka wako wamehifadhiwa katika baadhi ya nchi. Tunajua vibaraka wamehifadhiwa wafanye hujuma kwa nchi yetu ya kuvuruga amani ya nchi yetu. Tunawajua kwa majina, vibaraka wa vyama fulani tunawajua kwa majina. Na yule alipofungiwa mitandao yake kataja na kwamba walisaidiana na nchi jirani kuandaa vurugu kwenye nchi yetu. Watanzania tuilinde nchi yetu kwa wivu. Wanakaaje watu wanatukana nchi yetu? Na wale wanaotukana tunawaambia, tunasoma kila wanachokiandika. Tunawaambia wale wanaowatuma na wale wanaotumwa, tunajua wanacholenga. Ni rasilimali. Wanajua Tanzania imegundua uranium. Tanzania itakuwa miongoni mwa nchi 9 duniani zenye akiba nyingi ya madini adhimu ikiwemo uranium. Itakuwa nchi ya kwanza Afrika kwa wingi wa madini hayo, na mengine yako Songwe hapa. Ndio maana wanalenga nyie mfanye fujo hapa. Hivi majuzi wale vijana waliohifadhiwa huko walikuwa wanapewa, kuna mmoja akapewa bilioni 5 aje awagawie vijana petroli hapa za kufanyia uharibifu. Msipokataa hili, msipokuwa makini na hili, ninyi mkadhani wenzenu wanawapenda, wenzenu wanataka wachukue uranium yenu iliyoko hapa mkoa wa Songwe. Mkiendelea na hilo, siku ingine hawatawapa chupa ya petroli, watawapa silaha, mtauana hapa ili wao wachukue uranium. Si tunajua hizo mbinu zote. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema Mtanzania wa kawaida hawezi kununuliwa hawezi kununua watu kabla kwanza yeye kununuliwa. Hawa waliohifadhiwa kwenye yale mahoteli ya kitalii yale wanakaa miezi 6. Vijana ambao tulikuwa tunatumiana M-Pesa hapa tu tunasongesha. Yule aliyewapa mapesa hayo na kuwahifadhi, nyie mnatarajia atalipaje hizo pesa? Kataeni. Nimesema na pale. Wanatengeneza chuki dhidi yetu kila leo. Wanafanya kuwapandikizia chuki wa Tanzania kila leo. Wanapandikiza moja, wanapandikiza ya pili, ni kupandikiza chuki kila leo. Wanajua Watanzania wakiwa wamoja hawawezi kuchukua gesi yao. Wanajua Watanzania wakiwa wamoja hawawezi kuiba uranium yao. Wanajua Watanzania wakiwa wamoja hawawezi kuyafikia madini hayo ya uranium, hawawezi kufikia chuma na mengine. Wanatengeneza vibaraka, wengine kwenye vyama vya siasa, wengine wanaharakati, wanawaambieni nendeni mkafanye vurugu kwenye nchi yenu. Kataeni hayo. Hata hivi mmeona limechomwa soko. Hili soko si mali ya serikali. Serikali anaratibu tu. Tunduma mpo? Barabara hii si mali ya serikali, inaitwa mali ya umma. Umma ni nyewe wenyewe wa Tanzania. Hata mahakama ni ofisi ya umma. Mnufaika wa barabara hapa mojawapo ni nyewe wenyewe Wanatunduma. Soko mnufaika wake ni nyewe wenyewe, na fedha inayojenga ni yenu wenyewe. Hii si mali ya serikali. Hawa wanaowaambia nenda kachome soko ni wale waliotumwa kuwasha moto kwenye nchi. Wanalao jambo.
Na ninyi hapa mnaona tu hapa walipanga soko, kule kwingine walipanga makubwa zaidi. Fikirieni, tuna miaka tulikuwa tunakosa umeme, umeme hautoshi. Kila kijiji tumeshafikisha nguzo, tunataka tufikishe kila kitongoji. Ikawepo ndoto ya Mwalimu Nyerere ya kujenga bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere, ilishashindikana muda mrefu, na wale wakubwa walikuwa wanakataa. Rais Magufuli akasema bwawa hili litajengwa, wakasema hawatatoa fedha wale wakubwa, akasema tutajenga kwa fedha zetu wenyewe wa Tanzania. Alivyoingia Rais Samia akakuta limeshajengwa asilimia kama 27 bwawa la Mwalimu Nyerere. Mama kafunga mkanda, limejengwa bwawa lililotumia zaidi ya trilioni 6.5. Kwa vinchi vingine hiyo ni bajeti ya mwaka mzima ya nchi nzima. Mama kaweka kwenye bwawa. Tuna ziada ya megawati zaidi ya 2000 za ziada, mbali ya zile zinazofanya kazi 2000. Nchi ina megawati zaidi ya 4000 sasa. Watu wanakaa nje ya nchi na wengine nchi zingine wanawaambia vijana tunawapa hela, nendeni mkalipue na bwawa lile, na ninyi mnashangilia. Lile bwawa lile, umeme unaokwenda kila kijiji, lile ni jambo la chama cha siasa? Wanatunduma na wauliza, hilo ni jambo la siasa? Wanasema walipue na reli, hilo ni jambo la siasa? Wakasema wakalipue na stendi ya Magufuli, hilo ni jambo la siasa? Wakataka walipue na mkongo wa taifa, hilo ni jambo la siasa? Hawa wanaharakati wanalipwa kwa kuwasha moto nchi yetu. Watanzania sisi tuilinde nchi yetu, na wanajua wanachokitafuta. Wanajua sio siasa. Wengine hata hawana habari, wanawaambieni wana nyumba ya bilioni 10 na ngapi huko, hawana hata habari ya kurudi hapa. Wanawaambieni nyie lipueni barabara zenu, barabara zao hawaruhusu hata kutupa kifuniko cha maji. Wanawaambia chomeni na kituo cha afya, wao na watoto wao hospitali na wanapoishi ni pua na mdomo. Na wale vibaraka waliohifadhiwa pale, wengine wanatokea hapa Songwe. Wapo viongozi wa vyama fulani vya upinzani wamehifadhiwa pale, wako bize, wanashirikiana na vibaraka wengine kuchafua nchi yetu. Watanzania tuilinde nchi yetu kwa wivu mkubwa. Na mimi niwaambieni, watameza mate mpaka na ulimi wataumeza, lakini hawatachukua rasilimali ya Tanzania, na wala nchi hii haitaendeshwa kwa remote, wala haitaendeshwa na vikundi tu vimekaa mahali hivi viendeshe. Ndio, angalieni kiwango cha chuki mnachopandikiziwa. Wanataka watu dini kwa dini mgombane, raia na vyombo vya dola mgombane, mpaka ninyi wenyewe ndani ya jamii mgombane, mpaka ninyi wenyewe ndani ya vyombo vya ndani ya jamii. Wanajua wakiwagombanisha yenyewe na vyombo vya dola wanaweza wakachukua gesi yetu, wakachukua uranium, wakajichukulia. Tunajua hiyo. Juzi nagesikia mpaka hoja moja ya kijinga na wenyewe wameikomalia, eti watengeni wasanii walienda kwenye mikutano ya CCM, kwamba msanii kuimba, kwani kuitwa kuimba unaitwa kwa kadi ya chama? Yaani akiimba ameshapewa kadi ya chama? Hivi wachezaji wanaochezea Chelsea ni mashabiki wa Chelsea? Si wamelipwa tu ndo wanacheza? Ninyi hapa wachezaji wanaocheza Simba wote ni mashabiki wa Simba? Wale wachezaji wanaochezea Yanga ni mashabiki wa Yanga? Mwanamuziki akienda kuimba Yanga pale anapewa kadi ya Yanga? Studio zile zinazotengeneza nyimbo za kwaya, nani kawaambieni ni za walokole? Nani kawaambia wale wenye studio ni walokole? Yeye katengeneza studio ya kurekodi mziki. Ndio. Kwa hiyo mnataka studio ikirekodi wimbo wa chama atengwe, akirekodi wimbo wa chama fulani atengwe, akirekodi wimbo wa dini fulani atengwe? Ndio nchi mnayotaka tuipeleke huko? Hawa ni vijana, kipaji chao ni kuimba.
Yeye akienda kuimba yuko kazini, ndo analipa kodi anapoishi, analipa kikundi chake cha wasanii. Mwingine ana mikopo, mwingine ana mikopo, ana bendi yake. Mwingine mwenye studio kakopa kununua studio ile. Nani kakwambia akienda kuimba ndo amepewa kadi ya chama hicho? Yeye yuko kazini. Mchezaji akienda akalipwa, yeye mguu wake ule, kipaji chake ile ndo ajira yake. Watu wanawafundisha kuchukiana. Sisi hapa Mwalimu Nyerere katuachia nchi, hatuulizanagi dini. Ikifika Krismasi, watoto wote wanaomba nguo mpya za Krismasi. Ukifika mwezi mtukufu, na wengine wote tunaandaa kanzu, na wenzetu hao siku zingine wanakutanguliza wewe, hata ambaye uko umefunga unawahi futari. Hiyo ndio nchi tulioachiwa. Leo hii tuanze kuulizana kwamba wewe mbona sio wewe, studio yako hii tunakujua wewe sio mlokole, kwa nini umerekodi wimbo? Ndio mnataka tufike huko? Na wanaotufikisha wako kule, hawako hata hapa. Haya, kataeni mambo ya kijinga kabisa. Sasa nilikuja tu kukagua soko hizi zingine, nikasema niwaambie na tulinde nchi yetu kwa wivu mkubwa. Tudumishe amani, tudumishe amani. Na mimi wale wanaomezea mate uranium, mnaijua michezo yao yote. Wakiendelea nitafumuka zaidi hapa. Si mtanilinda? Wangapi watanilinda? Wangapi watanilinda? Mimi naijua michezo yao. Naijua michezo yao. Wote najua. Twendeni tuilinde amani ya nchi yetu. Nimefurahi, nimeona na baba zangu wa kidini, wale wasoma Biblia. Yeremia 29:7 anasema, kautakieni amani mji ule, mkauombee kwa Mungu, kwa maana katika amani yake mji ule nanyi mtapata amani. Amani ya mji huu hapa ninyi ndio mtapata amani kupitia amani ya mji huu wa Tunduma. Mtafanya na shughuli zenu za kila siku. Na tungemruhusu shehe wetu pale, na yeye angetuambia. Najua nishaacha madrasa siku nyingi, najua ipo neno linalosema hiyo. Ndio, hatuwezi kutengeneza ajira bila amani. Hatuwezi kupigana na tukaushinda umaskini bila amani. Hatuwezi kufanya shughuli yoyote ya maendeleo, hata mtu mmoja bila amani. Huku serikalini, Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo. Hapa nimetoa machache tu kwa sababu mengine nilishatoa pale. Tutaendelea kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali. Tutaendelea kusimamia nidhamu katika utumishi wa umma. Na mmeshaona huko kwingine nilikopita na mawaziri walikopita. Hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kila mtu lazima awajibike. Na kwa wale wanaofanya kazi vizuri, sisi tunawaunga mkono na tunawafurahia, na ndio ambao wamesababisha nchi yetu ifanye maendeleo haya. Ni kwa ajili ya watumishi wa umma walio wazuri. Lakini kwa wale wazembe, wale wavivu, wale wala rushwa, wale wazembe, wale wavivu, wale wala rushwa, hao ndio watakao kutana na fyekeo. Na tumesema, Mheshimiwa Naibu Waziri, umefanya kazi nzuri sana katika kule ulikozunguka. Nimesema wale wote ambao watapatikana na hatia ya uzembe, ya ubadhirifu, ya rushwa, hata wasihamishwe kituo, wafukuzwe. Nchi haina uhaba wa watu wa kufanya kazi.
nimewaelekeza makatibu wakuu, nimeelekeza wakuu wa mikoa, kila mmoja amfuatilie aliye chini yake. Mheshimiwa Rais anataka uwajibikaji, anataka wananchi wasikilizwe kwenye kila eneo la utawala wa nchi yetu. Ndio tumesema wale watu wanaopenda kudanadana watu, mtu anaenda na hoja yake anamdanadana, anaenda anamdanadana. Tumesema mtu aina hiyo tutamdana mwenyewe, tutashughulika naye, tutachukua hatua kali. Kwa hiyo tangu nilipita kuwasalimia, lakini kwa sababu tuna viongozi wapya, angalau niwape nafasi manaibu waziri wajitambulishe. Sogeni kwa mbele kidogo hapo, mjitambulishe. Naibu waziri, jitambulisheni. Naibu waziri wa ujenzi, we ni mwenyeji, jitambulishe hivyo hivyo. Naibu waziri wa TAMISEMI, jitambulishe, then tuendelee na ratiba. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi naitwa Mhandisi Godfrey Kasekenya Msongwe, ni mbunge wa jimbo la Ileje, jimbo jirani ambalo tunapakana, na mahitaji yetu Mheshimiwa Waziri Mkuu ya wilaya ya Ileje mengi tunapatia hapa. Lakini pia mimi ni naibu waziri wa ujenzi. Maelekezo yako uliyoyatoa pale tumeyapokea na tayari tumeshaanza kuyafanyia kazi. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na ile mradi wa maji aliyosema Mheshimiwa naibu waziri mbunge wetu, nimeshaelekeza pale, ndani ya mwezi huu mradi uwe umeshaanza kujengwa, na tumeshaongea na wizara na tumeshaongea na hazina, na tumesema wakandarasi wakishapewa fedha za kujenga kwenye mradi wapeleke fedha zile kwenye mradi husika. Kwa hiyo ndani ya mwezi mmoja ujenzi uanze, na hilo tutalifuatilia. Mheshimiwa naibu waziri, karibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Kwagirwa Rubeni, mbunge wa jimbo la Handeni mjini, naibu waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na maelekezo yote uliyoyatoa hapa tumeyapokea na tunakwenda kuyafanyia kazi, ikiwa ni pamoja na mahala hapa kata hii ya Majengo kukamilisha usanifu wa soko la kimataifa la mazao. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Okay, jamani, asanteni sana. Mungu awabariki sana. Viongozi wetu wa dini tunawashukuru sana. Asanteni sana, endeleeni kuliombea taifa. Mungu awabariki sana.